na hilo ndilo lango shetani analitumia every day. Unakuta unamwombea mtu leo, kesho tena unamwombea, kesho kutwa unamwombea, tatizo ni lile lile. Unajiuliza, je, Mungu hana upako? Mungu hana nguvu? Mungu hana uwezo? Kila aliyefunguliwa na Yesu alifunguliwa mara moja tu, alifunguliwa mara moja. Mtu anakombolewa. Yule Mgerasi akuombewa mara mbili, aliombewa mara moja, alifunguliwa. Haleluya! Mgerasi aliombewa mara moja tu akafunguliwa. Lakini leo unamfungua mtu miaka 10, unamfungua mtu miaka 20, unamfungua mtu miaka 5. Ni tatizo gani lisiloisha? Ni shida gani isiyoisha? Ana maisha ya siri huyo. Kuna kitu unachokifanya kinamwingiza shetani kwenye maisha yake. Ukimtoa, shetani anaingia. Ukimfukuza, shetani anaingia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja namshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimekutana na watu sana. Unaombea mtu, unamwombea, Baba anakuambia funga kwa ajili yake, unafunga. Ukimwombea, kesho tena mapepo inakuja, anavamiwa. Unamwombea, kesho tena anakuja, mapepo anavamiwa. Kumbe maskini ya watu kila siku hatolala kabla hajajichua mwanamke. Bwana sifiwe. Anafanya hivyo, kumbe shetani anapata mlango. Aliona ni kawaida, aliona anajifurahisha kawaida, kumbe shetani anapata mlango. Haleluya! Kwa hiyo ni maisha ambayo hataki kuambia mtu, haambii mtu, ni ya kwake mwenyewe. Huku tunahangaika kuomba, tunafunga, kumbe mwenzetu akienda kule chumbani kwa siri anafanya hivyo. Unajiuliza, mtoto wangu nimwombee maombi gani afunguliwe? Mpaka unafunga madonda ya tumbo. Wakati mwingine mpaka tunakosana na wake zetu, hamtaki kula, kuna mahali umekula, kumbe ni maombi. Una uchungu, binti yangu, kijana wangu, mbona afanikiwi? Mbona yuko yule? Mbona apigi hatua? Kuna nini mpaka unaona je, Mungu hajasikia maombi yangu ama la? Kumbe kuna dhambi ya siri. Nafundisha kuhusu malango matano ambayo shetani anayatumia kumkwamisha Mkristo.